Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu inatutosha. Kwamba tu uko hai, neema ya Mungu inatosha. Kwa sababu kuna watu hawako wagonjwa, waliamka asubuhi na sasa hawako, wamelala, wanaitwa marehemu. Lakini wewe uko na uzima. Kwa sababu neema ya Mungu inafanya nini? Inakutosha. Wokovu lazima utufundishe kumjua Mungu. Tukimjua Mungu inaleta subira katika maisha yetu. Ndio sababu Biblia inasema kwamba Roho ako na tunda la uvumilivu. Uvumilivu ni tunda la nini? Aya, uvumilivu ni tunda la nini? Na ni tunda la Roho kwa wale ambaye wanamjua nani? Ukisikia umelemewa sana na usingizi unasimama. Bwana asifiwe. Sababu mnaniambianga ati unajua wakati wa joto, hii joto linalitaka usingizi. Sasa hivi baridi, bado mnalala. Uvumilivu ni tunda la nini? Turudie. Uvumilivu ni tunda la nini? Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na Roho hujaza watu gani? Waliookoka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiokoka, kuna neema ambayo Mungu alishusha kwa wale wameokoka. Anasema sitawawacha bure, nitatuma Roho wangu. Roho wa Mungu mwenyewe atakuja na kukaa ndani yenu. Sasa Roho wa Mungu akikaa ndani yetu, hatufanyi yaliyo mapenzi yetu, lakini tunafanya mapenzi ya Mungu Baba. Amen. Aya. Inaona mnajilazimisha kupiga makofi, simuache. Waliojawa na Roho wanatunda na nini? Na mmesema wenyewe waliojawa na Roho ni wale wamefanya nini? Wameokoka. Si ndio? Kumaanisha kwamba wanamjua nani? Na ikiwa Roho wa Mungu ako ndani yao, atawafundisha yaliyo mapenzi ya Mungu. Sasa swali langu kwenu ni hili: wakati wewe bado uko kwa usherati, ni roho gani umempokea? Ikiwa wewe bado uko kwa fitina na uongo, ni roho gani umempokea? Ikiwa wewe bado unatembea kwa uchuki na fitina na ukabila, ni roho gani uliyempokea? Na mtu ananiambia uko roho chafu. Bwana asifiwe. Roho chafu anatoka kwa nani? Anatoka kwa shetani, si ndio? Kwa hivyo ukifanya vitu hivyo, kumaanisha kwamba wewe haujaokoka. Sasa tunaanza kuelewa wokovu ni nini. Bwana asifiwe. Wokovu sio kuja kanisani. Kuja kanisani ni dhihirisho tu ya kwamba tunampenda Mungu na tunataka kumwabudu. Lakini wokovu ni mabadiliko ya tabia na mienendo. Na wale waliokoka wanamjua Mungu. Na kwa sababu ya upendo wa Mungu amewajaza na Roho. Na Roho huyo anawafunulia mapenzi ya Mungu kila wakati. Lakini ikiwa bado wako kwa dhambi, hiyo inamaanisha hawajaokoka. Watu wenye wameokoka hawafanyi dhambi, kwa sababu wanamtii Mungu. Watu wenye wameokoka hawana kiburi, kwa sababu wanamjua Mungu. Watu wenye wameokoka hawatembezi fitina, kwa sababu wanajua nani? Mungu. Watu wenye wameokoka wako na upendo, kwa sababu wanajua Mungu ni nini? Watu wenye wameokoka wanasamehe dhambi, kwa sababu Yesu pale Kalvari alifanya nini? Bwana asifiwe. Lakini Wakristo wa leo, kumaanisha hawajaokoka, wacha
wakosane na mtu ama mtu awafanyie makosa, kwa sababu hawajaokoka. Watu ambao hawajaokoka wanajenga uadui kati ya ndugu na ndugu, kati ya dada na dada. Hawajaokoka. Wokovu lazima ikufundishe kitu kinaitwa upendo. Na Paulo anasema kwa Wakorintho ya kwamba upendo hauoni mabaya. Upendo unavumilia. Upendo hauchukii. Upendo hauna kiburi. Kwa sababu wameokoka. Na msingi wa wokovu wao umepatikana pale kwenye Matthew 27 na Mark ngapi? 15. Bwana sifiwe. Imepatikana hapo. Hapo ndio mwanzo wa wokovu wao. Imekuja na gharama ili kuwasaidia wamjue Mungu. Watu hao Mungu anaweka agano na wao, anaweka ahadi na wao. Anasema mkiniita mimi nitawaitikia, mkinitafuta mtaniona, mkibisha milango nitajifungua. Kwa hiyo